nitoke hapa na kitu. Amen. Unanielewa? Ndio baba. Kama unataka kuingia kwenye mbaraka wa malango, lazima uwe na uwezo wa kushughulika sana na vitu vya ulimwengu wako. Amen. Sijui nikisema ulimwengu wa roho unaelewa nasema nini? Ulimwengu wa roho, sawa? Ndio. Ni mahali ambako kuna vitu visivyoonekana kwa macho ya damu na nyama. Haleluya. Vipo vikamilifu, lakini kwa jinsi ya mwili huwezi enda ukaona. Vile vinaonekana unapokuwa kwenye roho. Umenielewa? Nimekuelewa baba. Sasa nisomee mstari wa 3 niongee na Valentina. Tasoma kwa mstari. Kwenye hilo tu Valentina nataka nielewe. Amen. Wengine wote hata wasiponielewa kwenye eneo hilo watanielewa kule mbele. Amen. Anasemaje? Kwa imani. Anasema kwa imani. Kwa nini? Kwa imani. Anasema kwa imani. Tuwafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno. Ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyodhahiri. Ndio. Wewe hapa ulipo na masikio yako mawili makubwa au madogo, mdomo mkubwa au mdogo, macho manene au membamba, nywele ya kipilipili au ya kuanguka, hayo ni matokeo ya kazi ya kiroho. Anasema kwa sababu vitu vinavyoonekana havikufanywa na vitu dhahiri. Sasa wewe ni matokeo ya ulimwengu wa roho. Nini kinatokea? Nataka uone mambo mawili. Mawili kwenye lugha mbili ya Musa na Yohana. Amen. Kwenye hilo andiko ambalo tumesoma, kwa sababu tukishasoma kwamba vitu vinavyoonekana vimefanywa na visivyoonekana. Process hiyo imekuwaje? Tunakuja kwenye kitabu kile cha mwanzo wa Musa na mwanzo anaozungumzia Yohana, ni mambo mawili tofauti. Amen. Mwanzo wa Yohana na mwanzo wa Musa ni tofauti. Na nataka uelewe, aliandika mwanzo ni Musa, ambayo alikuwa anaandika kwa ufunuo kwa sababu kwepo. Amen. Umenisikia? Kitabu cha mwanzo kimeandikwa na Musa, ambapo wakati mambo ya mwanzo yote yanafanyika Musa hakuwepo, lakini alifunuliwa kujua nini kilifanyika Mungu alipokuwa na wazo la uumbaji. Sawa? Kwa hiyo akayaelezea yaliyofunuliwa. Lakini anapokuja Yohana, naye anaelezea mwanzo ule ambao ni tofauti na mwanzo wa Musa. Hamjakubali. Kimbia kwenye kitabu cha Mwanzo, nimuonyeshe mtu ambaye anasoma Biblia kama kitabu cha hadithi. Usisome Biblia kama kitabu cha hadithi. Soma Biblia kama uhai wa mazungumzo. Are you with me? Sasa mtu anajua kwamba tukiongelea mwanzo wa Musa wa maandishi yake na tukasema mwanzo wa anaozungumza Yohana ni kitu kimoja. Hapana, nataka nionyeshe leo. Nataka nikuonyeshe kwamba mimi nina mwanzo wa huduma hii. Ni mwanzo kama wa huduma zingine, lakini mwanzo wangu mimi ni tofauti na mwanzo wa Esther, ingawa ametokea kwenye wito wa viuno vyangu. Amen. Amen. Amen baba. Mwanzo 1:1-2. Au tusome ile peke yake. Mtu mmoja ashike kitu. Anasema. Karado, umesikia? Wewe mbona uandiki? Unadhani ukiwa uandiki unasikia? Na mimi nakuandaa uje uwe mtu wa muhimu baada. Afanye. Anasema hapo mwanzo. Anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Have you seen? Yes. Huyu mwanzo anazungumzia mwanzo wa kuumba mbingu na nchi. Kwanza hapo nataka uone kitu. Huyu anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sasa huyu anazungumzia kwenye dhama za Mungu anapopata wazo sawa la kuumba ulimwengu, dunia na vitu vyote. Sasa acha hapo kwanza, nataka mtu mmoja ambaye anachanganya, kwa sababu naona unachanganyikiwa. Yaani nikienda kuongea kama hivi naona kabisa huyu ameshapata kichaa mapema. Kimbia kwenye Yohana, nataka uone sema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hiyo iweke hapo kwamba wazo la mwanzo ule anaoandika Musa ni wazo la Mungu kuumba dunia na vitu vyake. Sasa ukija ukasoma kwenye mwanzo wa Yohana utaona kitu kingine mzekano na pale ambayo tofauti.
mwanzo huu wa Yohana anaoelezea sio mwanzo wa uumbaji, ni mwanzo wa kuwepo kwa yeye ambaye ni muumbaji. Amen. Soma haraka wasikie. Anasema. Soma haraka wasikie. Yohana sura ya 4. Niwaondolee kichapa. Hapo mwanzo. Anasema hapo mwanzo kulikuwako neno. Tulia hivyo. Sasa tueleze mwanzo huo wa neno na mwanzo wa mbingu na nchi ni sawa? Hapana. Unaweza sio, unanielewa? Unielewe bana, unajitia moyo. Au unielewe, unanielewa wewe? Nimesemaje? Utagundua kwenye maandishi haya mawili. Ndio. Tumesoma kwenye Waebrania 11:3 anatuambia vitu vinavyoonekana havikufanywa na vinavyoonekana. Ndio. Sasa tunarudi kwenye ile mianzo miwili ili tuone vilivyoonekana vikafanya na ambavyo havikuonekana, process ilikuwaje? Tunarudi kwenye mwanzo. Lazima uelewe kwanza, kuna mwanzo wa Musa ambao ni wa uumbaji, kuna mwanzo wa Mungu ambao ni neno. Amen. Haleluya. Huyu anasema hapo mwanzo kulikuwa kuna neno. Huyu anasema mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ni vitu viwili tofauti jamani. Amen. Mpaka hapo kweli mtanielewa jamani? Tumekuelewa. Maana yake Musa anapofunuliwa kwenye viwango vya kiroho vya yeye alivyokuwa anajua, alielewa viwango vya namna Mungu alipopata wazo, roho yake ikaja juu ya uso wa vile vya maji. Alafu Mungu akasema sawa, iwe nchi kavu. Huo ni uumbaji. Sasa Yohana anakuja na mwanzo mwingine ambao ni tofauti na wa kuumba ulimwengu. Yeye anakuja kwenye mwanzo wa kwamba chanzo cha Mungu kuwepo duniani ilikuwa ni nini? Na anasema hapo mwanzo kulikuwepo na neno, na huyo neno alikuwepo kwa Mungu, na huyo neno alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo utaona mwanzo wa Yohana anaelezea ile process ya Mungu kuonekana katikati ya wanadamu. Lakini ule mwanzo anaoelezea Musa ni ule mwanzo ambao ni vitu vinavyoonekana kwenye macho ya damu na nyama ya mwanadamu yalivyofanyika. Nipigie makofi haraka. Amen. Kwa sababu si kama una dua au unakuwa una wivu fulani kase, unapiga makofi bila heshima kwa Mungu wetu. Sasa unaona, nataka kuelewa kitu kama tena mbali. Amen. Ule wote ni mwanzo, lakini unaona maelezo ya mwanzo ule ni tofauti. Utaona kazi iliyofanyika kwenye mwanzo anaoelezea Musa na mwanzo anaoelezea Yohana, mambo yanayofanyika hapo ni mawili mbali. Ndio maana leo ukiingia kwenye vipimo vya Musa unatafuta binadamu wa kwanza aliishi umri gani. Ukipima Adamu mfupa wake ukapima na binadamu wa kwanza, utaona Adamu anakuwa ana sifa za binadamu wa kwanza kwa jinsi ya Musa. Haleluya. Wale waliosoma historia, ukipima mifupa ya Adamu umri wake, ndio maana wanasema wanasayansi Adamu sio binadamu wa kwanza. Unanielewa? Nakuna baba. Unataka kusikia hiyo kitu au hujapembua vitu barabara? Shai kusikia. Wanakataa, wanasema hapana, tukipima mifupa ya binadamu wa kwanza inaonekana ina umri mwingi. Na tunapopima mifupa ya Adamu tunaona umri wake unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo sasa kulikuwa kuna mawazo mengine, ndio maana wao wanasema hivi, kabla binadamu ajaje ambaye ni Adamu, kulikuwa kuna sokwe akabadilika akawa tumbili, akawa nyani, akatokea mtu. Hapana. Sio hivyo. Ni kwa sababu wasomaji wa Biblia na wanatheolojia wa Biblia wanaoichambua hawajaelewa mwanzo wa Mungu, hawajaelewa mwanzo wa kazi yake. Unapozungumza kwa habari ya mwanzo wa Adamu, unazungumzia mwanzo wa kazi ya Mungu kwenye wazo jipya baada ya yeye kuwepo. Sasa unapozungumza kwa habari ya kazi ya Yohana, unazungumzia mwanzo wa Mungu kabla hajawa na wazo la kuumba vinavyoonekana kwenye macho ya mwanadamu. Kanisa, unanielewa je? Sasa mbona umechanganyikiwa mzee wangu? Okay, turudi maandiko. Anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Si sawa? Nayo nchi ilikuwa utupu tena ukiwa. Hiyo ni kazi Mungu anataka kufanya kazi
ya kumwandalia mwanadamu atakapokaa, lakini yeye wakati anakuja, sawa, kwenye uso wa dunia, si ndio? Nataka kuangalia vitu viwili hapo kwenye hilo andiko, sawa? Alafu jiulize hayo mambo Mungu aliyafanyaje? Utagundua kuna mwanzo wa uumbaji na kuna mwanzo wa uwepo wake. Kwa mfano, kuna mwanzo wa kuokoka kwangu na kuna mwanzo wa wito wangu wa kutumika. Tofauti. Yaani unapoona kama Mwanza, mimi nafanya huduma. Nina mianzo mingapi? Miwili. Nina mwanzo wa kuokoka, kumwamini Mungu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Huo mwanzo ndio unaotengeneza structure ya mimi ni nani, nitakuwaje na nitafanyaje na ananiitia nini. Ni sawa? Sawa. Sasa tunapokuja kwenye mwanzo wa kuwa Mwanza, maana yake ni kile alichonipa kinatengenezaje faida ya mwanzo wangu wa kuokoka. Haleluya. Wasomaji wa Biblia nimewavuruga. Wasomaji baba, unaona kabisa kama nimekupasua kichwa, nikaribia kupata tobo. Hapana, rudi tu kwa haraka karibu, ili tuende pamoja. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nataka kuangalia habari ya marango. Mimi naongelea marango, lakini kwamba vinavyoonekana si sawa, vimeonekana kwenye macho ya wanadamu, lakini vimetengenezwa kwenye maabara ya vitu visivyoonekana. Lakini vikatokeaje? Vikatokea kwa njia ya neno. Amen. Sawa? Mungu akasema ikawa. Sasa Mungu anasemaje? Na anaposema anaambia nani? Ni ulimwengu ameuandaa. Kwenye mwanzo ule anauzungumzia nani? Alichozungumza Musa kwenye mwanzo wake ni tofauti na alichozungumza Yohana kwenye mwanzo wa Mungu. Haleluya. Tuangalie maandiko, yachunguze. Ndio. Yachunguze maandiko. Na uyaone. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Tena nchi ilikuwa utupu. Tena ukiwa. Si sawa? Na Roho wa Mungu akaja akatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Mungu, mbona hayo maelezo ya Musa yazungumzi maji yameumbwa? Mbingu na nchi zimeziumba. Alafu roho inatulia. Haijatulia juu ya nchi, inatulia juu ya uso wa maji. Sasa unarudi kwenye theolojia sasa ya wachambuzi wa Biblia. Unauliza hivi. Sasa tuende tumsome na Yohana, tusikie anachosema. Kwamba Yohana anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Na huyo neno alikuwa kwa Mungu. Na huyo neno alikuwa ni Mungu. Unaona lugha za watu hawa wawili ni mbali. Hawaangalii jambo moja. Huyu anazungumza mwanzo wa kuumba, huyu anazungumzia mwanzo wa uwepo wa Mungu. Amen. Sasa anapozungumzia mwanzo kulikuwa na neno, na huyo neno alikuwa kwa Mungu, na huyo neno alikuwa ni Mungu. Sasa anaongelea hapo mwanzo, si sawa, kulikuwepo na roho isiyo na mazungumzo, kwa sababu haina cha kuzungumza nacho. Namba moja. Sasa roho yule anaamua kuja kwenye awamu ya pili atengeneze vitu ambavyo vinaweza kumsikia, aanze kuzalisha vitu ambavyo ni material ya kazi ya mikono yake. Basi bwana hapa. Mimi sikuja hapo changanyikiwe, nimekuja hapo uelewe. Sasa kama unachanganyikia naomba nihame. Tunaelewa baba. Hapo mwanzo ndio kulikuwa na neno. Si sawa? Na huyo neno alikuwako kwa Mungu. Na huyo neno alikuwa ni Mungu. Alafu anasema hakuna chochote kilichofanyika isipokuwa kwa huyo. Anajaribu kutambulisha kwamba Mungu yeye amekuwepo kwenye mwanzo wake kama Mungu ambaye anakaa juu ya miliki zote. Lakini kwenye mwanzo huo Mungu hakuumba. Kwenye mwanzo mwingine akaja kuanza kuongea sawa na anachotaka viwepo kwenye uso wa nchi. Utagundua Musa ana mwanzo wake anauelezea. Utaona na Yohana ana mwanzo wake anauelezea. Na ukiwaunganisha wote wawili hawa utaona kila mmoja
mmoja ana wazo lake tofauti na la mwenzie. Kwa hiyo Yohana anaelezea kwa habari ya mbingu na nchi. Yeye anaelezea kwa habari ya matokeo ya Mungu alivyokuwepo katikati ya wanadamu. Haleluya. Alafu Musa anaelezea mwanzo wa kuonekana kwa dunia na nchi na maji na mimea. Ndio unaona anaelezea pale, sijui Mungu akaumba mwanadamu mke na mwanaume akawafanya, akamaliza akate samaki wa baharini, akamaliza akampa wanadamu mamlaka atawale. Kwa hiyo unaona sasa Yohana anaelezea mwanzo wa Mungu, alafu unaona huyu Musa anaelezea mwanzo wa dunia na watu. Kama umekuja unajipanga unielewa kwa leo unielewe. Ngoja niongee huyu jamaa. Nataka nielewe. Hili ni kufanulia. Mwanzo wa wewe kuja Mwanza. Sasa umepanga, umefanyaje? Hatujajua kwanza umekuja kufanyaje. Baada ya siku chache Mungu anakuja kwenye njia zako za mambo yasiyoonekana. Anakufungulia milango. Sasa una mwanzo wa kuingia Mwanza, ukapanga nyumba, ukalipa na kodi. Alafu kuna mwanzo wa wewe kuweka mizizi kwenye mji ambapo unapata kiwanja, unaanza kuweka ramani ya nyumba. Kabisa nina shida, hawaelewi hawa. Maana yake ni kwamba wewe ukitafuta mama ambayo ni ya mwanzo kwako ni mengi. Kuna mwanzo wa kuzaliwa, kuna mwanzo wa kuanza shule, mwanzo wa kuoa. Asante sana mzee Karume. Yaani mwanzo, ina maana mimi nafunuliwa sasa hivi kwamba Mungu mpaka sisi tunakuja kutokea kwenye karne yetu. Sijui ya ngapi. Mungu alishakuwa na nyanzo mingi ambayo hata wewe hujui. Ni mingi. Kwa sababu Mungu afungwi na kila kitu. Sasa jaribu kwa hapo mwanzo kulikuwa kuna nini? Kwenye neno pale ni kwenye mwanzo. Aya neno alikuwa kwa Mungu, huo ni mwanzo mwingine. Mbona changanyikiwa? Aya, huyo neno akawa Mungu, huo ni mwanzo mwingine. Halafu huyo mwanzo akaja kwa watu. Halafu watu wakaona utukufu kama wa mwana pekee wa Mungu. Hayo mambo sio ya Yesu alipokuwa amekuja msalabani, hayo mambo ni ya tangu Musa na kabla yake. Jamani, mama unaandika kweli? Andika jamani. Muandike. Nakuja sio haraka. Sasa tuone. Huyu ana mwanzo kuingia kwenye mji. Alafu muda huu anafanya vitu vyake, unanielewa? Si sawa? Tunakuja kuona baadaye inatoka historia ya Stefano miaka 15 baadaye akiwa ni mhubiri wa injili wa kimataifa. Watu hawataelezea mwanzo wa kuzaliwa, mwanzo wa kuoa, mwanzo wa kuitwa, tulivyomlea, wataelezea mwanzo wa upako wanaouona. Yaani kafura akasikia ameitwa. Nataka nionyeshe. Yesu wakati amezaliwa, si sawa? Tunaona majorobozi yake yanatokea kwenye miaka 13. Tunapata historia ya mwanzo wa kuzaliwa, si sawa? Tunapata na historia ya mwanzo wa huduma yake. Lakini namna moja alisukwa hatuoni. Kwa nini? Ana nyanzo mingi huyo mtu ambayo mingine haikuwa na sababu, sio elimu. Sio sehemu ya maarifa ya mafundisho. Kwa vinachukuliwa vitu ambavyo vimefanyika vitakuwa sehemu potential kwa watu ambao ni wafuasi wake. Ndio maana Yohana anasema matendo aliyotenda Yesu kwa mkono wake zilikuwa ni ishara nyingi ambazo hazikuandikwa kwa sababu wangeandika hata mahali pa kuziweka pasipoonekana. Kwa sababu jamaa ana nyanzo mingi hata mahali pa nukuu hapana. Sasa tunakuja. Unashangaa huyu tunaweza kupata vitu, tunaona labda alivyosoma msingi, unakuwa una taarifa zako za namna ulivyokuja. Haya, inakuja taarifa inayofafanua labda shule msingi, lakini matukio yaliyotokea shuleni unafeli, unachapa gogo, hatuandiki.
Kwa sasa hivi vitufundishe. Tunataka tujue kwamba alisoma msingi wapi. Lengo na madhumuni tujue mahali ulikopata msingi ni wapi tunapata. Sekondari wapi tunapata. Hawezi kuambia shuleni siku moja akaja amechelewa. Hilo tunakuwa kwenye mwanzo. Ni sawa? Kwa hiyo tunaona kuna mianzo miwili anaelezea Musa namna yake, anaelezea Yohana namna yake. Sijui kama imekuingia kichwani. Ni sawa? Sasa utakuwa umenielewa. Unapokuwa kwa mfano kama sasa hivi umefika hapa, Mungu amekuja kwa kusudi. Sasa umejaa. Baadaye umeshuka, anza huduma. Tutatangaza mwanzo wa huduma yako, lakini ona, ukiwa unatengeneza, bado kuna huduma unafanya ambazo zina rekodi nyingi. Kwa mfano, uwezi kuwa unaandika wasifu wako, unatuambia kwamba nikawa mwaka 2026 pale kanisani nikapokea upako kwa baba yangu, nikawa nafanya maajabu. Ayatusaidii sisi. Kinachotusaidia ni pale ambako wewe umetoka kwa baba yako, umeingia kwenye saa yako, ni mambo gani yaliyotokea, tunaanza kwenye mwanzo huo tunaandika. Hii haimaanishi ndio mwanzo wewe kuwepo. Ulishakuwepo kwenye process nyingine. Hii process ambayo tunaandika ni process maalum inayokutambulisha wewe ni nani kwenye anga lako. Haya, kaza sasa mzee. Na wakupe na maiki useme kwa sauti kuu. Mama nabii tutasema sana. Tutakusana bila wewe. Sasa yes. Naona mwanzo wa Musa kuandika kitabu. Tupe na mwanzo wa Adam na Hawa wanaanza kutambulikana. Wanaanza kutambulikana. Huo mwanzo kwanza. Ngoja kwanza. Mwanzo wa Adamu na Hawa wanaanza kutambulikana. Si sawa? Adamu hajui namna imeumbwa mbingu na nchi. Hajui kwa sababu wewe. Wao walikuja baadaye. Kwa maana yake mimea imekuwa na ukuu kuliko yeye. Si sawa? Watu soma. Ni hivyo hivyo. Ni hivyo hivyo. Kwa maana yake sasa Adamu yeye mwanzo wake ni udongo. Hilo ni wazo la Mungu. Anaona katika uso huu wa dunia nimeweka vitu vyote, lakini sina mtawala atakayekuwa badala ya kwangu mimi. Akiwa anatembea katikati ya viumbe hivi, anaweza ongea kwa sauti ya kusikika na kuonekana tofauti na mimi ninavyoonekana. Kwa sababu Mungu ni wetu, ni roho. Unasikia uwepo wake, anatembea. Huwezi hata tukiombea mtu deliverance na mkaba, mtu anaanguka peke yake. Lakini unasema jamani, nini kina mambo ni nguvu za Mungu. Mungu huyu anafananaje? Jamani, sijaona rangi yake, ila nimeona mtu analewa tu yeye mwenyewe. Kwa ndivyo Mungu alivyo. Na watu wengi wanatafuta Mungu. Si sawa? Na hata wakikutana naye hawajui kama wakutana naye, kwa sababu yeye haonekani kwa macho ya damu na nyama, yeye ni roho. Unanielewa? Kwa sasa mwanzo wa Adamu, si sawa, ni wazo la mafinyango ya udongo. Ambapo Mungu anapokuwa ameshatawanya maji, mimea imechipuka, ameweka na matunda, ameweka na chakula, anawaza. Sasa haya mambo yatadumuje na tumfanye mtu. Huyo mtu anafanya kwa mfano mfano wa Mungu. Mungu anamfanya mwanaume, anamweka. Anapomwangalia huyu mwanaume anazunguka, simba ziko kule, sirizi ziko kule, hizi ziko kule. Anasema sasa anaongea na nani? Ngoja nimletee wa kufanana naye. Anaweka wazo, anafanya na mwanamke, anamleta. Kwa hiyo mwanzo wa Adamu si sawa na mwanzo wa Hawa ni tofauti, ambapo Biblia inasema si sawa. Mungu akasema tumfanye, akamfanya mtu mke, akamfanya na mtu mume. Ukiangalia kwenye ile andiko, kwenye ile sura ya pili, inaonekana kama ni jambo la siku moja, ni miaka imepita. Kwa sababu utaona kuna mwanzo wa Hawa na kuna mwanzo, na wote ni watu. Kivipi? Mwanzo wa Adamu ni kufinyangwa kwa udongo akatengeneza mwanaume. Mwanzo wa Hawa ni kukamata ubavu ukanyofolewa akasuka mwanamke. Kwa hiyo utaona Adamu yeye ni udongo, alafu mwanamke yeye ni mfupa. Na anapoinuka anasema wewe ni mfupa katika mipa yangu, ni nyama katika nyama yangu. Utaona sasa uwepo wa Adamu na uwepo
ni tofauti, hata kwa namna waliposukwa ni aina leo tofauti, kwa sababu mienendo yao haifanani. Utakuja gundua kwa nini mwanamke anakuwa msaidizi wa mwanaume. Ni kwa sababu mwanamke yeye ni mfupa, yeye ni ukamilisho, yeye ni utimilifu katikati ya mwili wa mwanaume. Ndio maana wanaume wengine wanaweza kuwa wakiwa vijana, kuna mambo yameshindikana, wanayafanya kawaida, hawana bidii, nywele yao haifanyi kwa kumaanisha. Akishaoa kuna wewe namwambia, ukikaa vibaya watoto wako watavaaje? Amekamilishwa, anatia moyo wa bidii wa kufanya kila jambo kwa kumaanisha, kwa sababu msaidizi wake tayari amepatikana. Shout glory, shout glory. Kwenye falsafa yangu mimi ya kiroho kabisa, ninatambua kila mke aliye kwa mwanaume. Mwanamke yule anazo nguvu nyingi kushinda mwanaume. Wamekataa, tawapiga makofi nyingi. Nataka nirudie tena kwa ujasiri. Na Sunday very smart man. Point to man. Lakini with a woman. Sawa. Aliye nani? Yeye. Huyu ni powerless. Oh. Mume. Sema mume huyu tunamwona yeye mbele ya watu yuko vizuri na ni wa moto. Ni sawa? Ndio. Kinachomfanya awe intelligence, afikiri vizuri, awaze vizuri na atende mambo kwa weledi, inategemeana na amani aliyoitengeneza yule mwanamke kwenye marango yake. Akimvuruga, yaani kama ukita mama anasema Z, mama anasema A, ni masaa mawili peke yake. Ni masaa ngapi? Mawili. Tunaona kichaa barabarani anaongea peke yake. Kwa sababu msaidizi amepinga. Na kuja mzee Karume, usiwe na wasiwasi. Sasa tuone sasa, kama mimi ni mwenye agenda, si sawa? Na kwa kwenda kwangu Mungu anajua siwezi kutimilika mpaka nipate msaidizi. Nani mwenye nguvu? Mwanamke. Yeye ndio msaidizi. Si sawa? Ambapo tukiwa hapa kwenye madhabahu tunafanya kazi. Mimi nina wito. Si sawa? Nina huduma. Si sawa? Nafanya huduma. Nyie ni wasaidizi wangu mimi. Maana yake kazi yenu kubwa ni kuangalia mahali gani huyu baba anaweza kukwama. Mnaingia pale, mnapazia mimi na kitu. Mwisho wa siku mzee Karume, nguvu haitakuwa ya kwangu, nguvu itakuwa ni msaidizi. Amen. Amen. Msaidizi akitoka, mwenye agenda hana cha kufanya. Ni Mungu nielewa, kwa sababu wewe ungekuwa kama tukufahamu. Tujifanye ni wote mmeondoka kanisani. Tunafanyaje? Na nini ndio wasaidizi wa hatima? Kwa hiyo msaidizi wa kwanza wa hatima wa mume ni mke. Sio wale watu waliompeleka kwenye ofisi kubwa. Namshukuru Mungu amenipa watu wawili wanasaidia hatima. Naanza kwenda China kufanya biashara. Ndugu, unapoanza kufanya maombi, number 1 you are partner. Amen. Namba 2 wale waliokuja kwenye nafasi ya pili. Usianze na wale, anza na huyu. Amina. Amen. Yaani mtu asichukulie poa wewe. Usimchukulie poa kabisa. Ana jambo la ajabu analo ndani. Sasa huyu anajiambia moyoni mwake. Rafiki yangu hapa anasema hivi, mimi ninavyojiona, akili yangu, maarifa yangu, ninaweza kuchambua vitu mbalimbali, vitu ambavyo mwanamke hawezi. Anaweza kuwa na nguvu za kiasi gani kunishinda. Ndugu, anakushinda mbali.
tayari umeshakuwa. Baba, imeingia hiyo. Yule mama uliye naye usifanye mchezo. Ana kitu. Mimi nitakuwa kufunua nguvu 86 za mwanamke kwenye semina yao. Tawafanyia nguvu 86. Mwanamke akiamua leo, yeye anaweza kupanga, wewe baba, maisha yako mwisho miaka 40. Utoboi. Jana amua. Na usifia atakupa sumu. Hapana. Anaweza kupata msongo wa mawazo wiki nzima ujao. Vidonda vya tumbo vinakamata. Dawa yoyote utakayokunywa itasababisha madhara kwa sababu una siku nyingi una mawazo. Yaani anaamua. Hivi huyu mwanaume namna tunavyokaa nimpe miaka mingapi aishi? Akifika 50 tumuondoe. Akupi sumu wala kuroga. Kuna kibugu fulani na kitingisha hapo kidogo. Baba kitu kinairuka. Mawazo mengi, tumbo, hali, moyo, pressure. Ndio magonjwa baba. Pressure, sukari, imepanda kushuka. Ukimuuliza vizuri, baba una shida gani? Na miezi 5 sijalala. Kwani unani? Nyumba yangu sijaelewa vizuri. Shida ni nini? Mwanamke hajaeleweka. Amina. Basi ampaki. Sasa ukali ndio unauliza. Mimi maswali yangu ni uchokozi. Sasa ukichokoza unakuwa unatuamisha kwenye somo. Hapana. Ni jambo ambalo ni la muhimu. Lieleweke vizuri. Na kwa wanaosikia nao wasikia alafu waelewe. Yes. Kwa mujibu wa somo hilo. Na kwa mujibu wa maelezo mimi nimekamata vitu viwili. Ambavyo nilikuwa nakifanyia kazi hapa lakini majibu bado sijapata. Moja umesema huyu mwanadamu wa kwanza sio wa kwanza. Wakati huo tunaona mwanzo wa kuumbwa kwa mbingu na nchi. Mungu aliweka vitu vya hakuna mtu. Haya sasa tuelezee huyu wa kwanza alianzia wapi na huyu alikuja vipi? Sawa. Malengo ya kusema hivi mimi nimeweza kuzungumza nikasema hivi kabla ya ulimwengu huu tunaouona kulishakuwepo na mawazo mengine ya Mungu mengi. Kabla ya wazo hili la kuumba ulimwengu wa mbingu na nchi. Ili mtafute Adamu awe na sifa za kuwa binadamu wa kwanza kwa namna ya uumbaji wa ulimwengu huo. Mimi nasema hivi, si sawa? Kuna ulimwengu ambao tunaungoja wa zamani zile. Si sawa? Ambao zamani zile azimzungumzi Adamu. Zamani zile za kwanza. Adamu ataji hapo. Kwenye zamani hizo kulikuwa kuna kazi kama ambazo zinafanyika nyakati hizi ambazo lilikuwa ni wazo la kwanza la Mungu. Sasa anapata wazo la ulimwengu wa mbingu na nchi na wanadamu. Zinakuwepo hizo zama. Zinapokwisha kuwepo, si sawa? Mungu anaweka mwanadamu ambaye ni Adamu wa kwanza kwenye ulimwengu huu ambao yameufanya kwa saa hiyo. Si sawa? Ambapo binadamu huyo wa kwanza ambaye ni Adamu anapowekwa kwenye mifumo ya ulimwengu kama ambavyo umeumbwa, anapoteza sifa za kuwa binadamu wa kwanza, kwa sababu mifupa inapopimwa kwenye carbon 14 ya binadamu wa kwanza inazungumza miaka mingi aliyoishi hata Adamu hajaumbwa. Kwa hiyo unaona kwamba kwenye ulimwengu ule wa zamani zile ambao anazungumza Paulo, amezungumza sana kwenye Biblia yake. Paulo ukisoma vyote utaona anazungumza zamani zile ambazo hizo sio za Adamu. Umenisikia? Amen. Unaona sasa kwamba kuna kazi nyingi zimewahi kuwepo kwa mkono wa Mungu kabla ya Adamu. Amen. Na baada ya Adamu kuwepo, si sawa? Ndio. Ni sawa? Unaona Mungu amekuwa anafuta vizazi mbalimbali, anakuja anafuta dunia. Ndio maana anafuta wote. Anapata wazo, nianzishie wapi? Naanzishia mlima fulani, anaanza upya. Hata kwa Musa, Mungu alishataka kufuta wewe. Musa akamwambia itajulikanaje? Umeniita mimi na nimepata neema machoni pako. Alafu leo usikii kwamba umetumalizia sisi kule jangwani. Watu watasema wewe ni Mungu. Mungu akasikia, basi ngoja niwaache. Kwa Mungu ana mwanzo, ana mianzo mingi ya kazi yake. Ambayo ufahamu wa kibinadamu hauwezi kuvuka hapo, lakini ukiingia kwenye ulimwengu wa roho
kitu ambacho bado dunia haijakivumbua. Unasema nimevumbua, maana yake nini? Amefikiria zaidi ya uwezo wa kibinadamu. Yaani mtu anakuwa ni mvumbuzi, anakuwa ni mgunduzi. Sio wazungu walio kuja kugundua Kilimanjaro. Au hamna. Unagundua Kilimanjaro chini hapo kuna nyumba watu wanakaa. Hapana. Kuna mgunduzi anajua kabisa kwenye sayari fulani kuna kitu fulani ambapo kama damu na nyama huwezi kukiona. Na ni nani? Ni mnajimu mwenye elimu. Elimu ya siri kabisa. Wanajimu ni wana elimu za siri ambazo elimu zile zinawaongoza wao ni kiroho. Wale ni kiroho. Jamani, nasemaje? Hao ni kiroho. Hao ni kiroho. Wanaona mambo kiroho. Wakiyaleta yanaonekana kama ni ajabu machoni pa watu. Ni kwa sababu wanapata uwezo wa kuingia kwenye ulimwengu wa roho na kujua mawazo yaliyo kwenye viumbe vya ulimwengu wa roho. Sasa tunapokuwa tunazungumzia habari ya ulimwengu wa zamani hizi na zamani zile, ulimwengu wa zamani hizi ni huu ambao umeanza na Adamu. Wa zamani zile umestirika bado. Umenisikia? Amen. Sasa mimi nataka tuone hapa kwamba kwenye mwanzo wa uwepo wa Mungu ambao ni mwanzo tofauti na uwepo wa mwanadamu na uumbaji wa mbingu na nchi. Unanielewa? Mungu alikuwa na kazi gani hapo? Asijaandikwa hapo. Si sawa? Kama ambavyo unaweza kusoma mwanzo wa Adamu, si sawa? Ukaona watu watatu. Ukamwona Adamu mwenyewe kwanza na mkewe na uzao wao. Ambao uzao wao wanakuwa ni watu wangapi? Watatu. Ambapo tunaitambua kwanza Kaini, Habili na replacement ya Habili ambayo ni Seti. Na kimbia kwa haraka. Sasa jaribu kuwaza. Watu wengi wanaosoma Biblia wanajua wana wa Adamu walikuwa ni wangapi? Hapana. Ukisoma Biblia yako hiyo yenyewe vizuri, utakuja uone kwamba Adamu akawa na watoto wengi. Wengi na idadi yao ikatajwa hapo. Wa kike kadhaa, wa kiume kadhaa. Hata utajaribu kuwaza, agano la Mungu linaweza kuchambua uzao? Hapana. Agano la Mungu alichambua uzao, haliandiki kila mtu, linaandika ambaye yeye alikuwa ni sehemu ya umiliki. Mmepiga makofi, mnaelewa tu au vitu vinaharibika na kuharibika? Mnaelewa? Ambapo sasa ukija kwenye Biblia takatifu ukamtafuta baba wa imani, sawa, ambaye ni Ibrahimu, utakuja uone uzao wake una nani? Una Isaka. Alafu utaona uzao wake una Yakobo ambaye ni Israeli wa watoto 12. Si sawa? Ni sawa? Sasa jaribu kuwaza. Je, Yakobo alikuwa na watoto 12? Jibu ni hapana. Kwa nini? Kwa sababu ana mwanzo wa familia na ana mwanzo wa agano. Sasa mwanzo wa agano utaona watu 12 ambao Mungu anawasimamisha kwa marango ya kabila ya watu wake. Ukija kwenye mwanzo wa familia utamwona yeye anaingia Misri na watu 70 waliotoka viunoni mwake, anapeleka Misri 70. Lakini unapanda kuchambua unaona watu 64 wamekuwa ni uzao wake. Alafu watu 6 ni uzao wa wanae. Kwa hiyo nagundua kwenye viuno vya Ibrahimu vya Yakobo wametoka watoto 64 wa kuzaa. Alafu kwenye agano Biblia haiwazungumzii watoto 64. Inazungumzia watoto 12. Kwa hiyo kuna mwanzo wa familia na uzao wa nani? Wa Yakobo. Alafu kuna mwanzo wa agano la watoto ambao Mungu amewachagua kuwa wawakilishi wa sura na sauti yake katikati ya ulimwengu. Unaingia au na kuacha nje? Ni sawa? Aya. Ukija kwa Adamu mwenyewe
wawili wa agano. Ni wawili. Ni sawa? Lakini Biblia inasema hivi, Adamu yeye akazaa watoto wa kike na wa kiume. Na wa kike na wa kiume. Alafu bwana, wa kike hata mmoja, yaani wewe ujui. Ni vitu vijificha. Jambo kusoma. Watoto wa kike 23 hawajulikani. Wa kiume 33 hawajulikani. Biblia ndio hiyo inawataja. Inawataja. Biblia inawataja. Biblia inawataja. Wote inawataja. Lakini kwa sababu wao sio sababu ya agano, Mungu anajaribu kufafanua zaidi wale ambao ni agano lake. Kwa hiyo kuna mwanzo wa wale ambao Mungu anawatambua na kuna mwanzo unaotambuliwa na watoto wa baba na mama. Amen. Ni sawa? Unakubali tu, mnanitia moyo, mnanielewa? Sasa mzee Karumna, maana yake ni hivi. Kwenye kila kitu ambacho kina mwanzo, kina na mwanzo tena. Amen. Kila chenye mwanzo kina mwanzo tena. Mseme mwisho, kila chenye mwanzo kina mwanzo. Nitajie chochote chenye mwanzo kwako. Kwenye wokovu ndio mwanzo, kwenye wokovu. Wokovu ni mwanzo wa imani yako. Kulikuwa kuna mwanzo wa imani ambayo wewe umeiona baba, hii ninapoipima haiwi mwanzo wa neema. Mimi niko kwenye mwanzo wa makusanyiko ambao ni imani. Ulikuwa nayo kabisa ile daa. Mtu akwambie kitu. Leo hii umekataa. Uko kwenye mwanzo mwingine, ndio tofauti sasa. Mwanzo wa kwanza wa kuamini yalikuwa ni makusanyiko na utaratibu wa kanisa kuabudu. Mwanzo wa pili ni wa kujua kweli yote na nikatembea kiagano kama Mungu apendavyo juu. Tuishi hapo bado. Ili nihame sasa, nirudi kwenye mfumo. Nimegusa kesi. Hizo ni kesi. Sema amen.